watawala wale ambao wameingia madarakani kimagumashi, wale ambao wameingia madarakani kwa mtutu wa bunduki, mamlaka yao haitoki kwa Mungu, mamlaka yao inatoka kwa binadamu. Lakini hao sikielei kusema hata ninaposhindwa kuitii mamlaka yao, bado sijamkufuru Kristo mfufuka, sijamkosea Mungu, kwa sababu mamlaka yake haitokani na Kristo mfufuka, mamlaka yake inatokana na mambo yaliyo chini, si mambo ya juu. Lakini najaribu kufikiria hata pale viongozi wanapoingia madarakani kwa kuiba kura, sidhani kama nitakuwa nimefanya kosa nisipoitii mamlaka hiyo inayoingia madarakani kwa kuiba kura. Tuko ndani ya mwaka wa uchaguzi, hatuna budi kujiandaa kushiriki vyema katika matukio yote yatakayoendelea ya kiuchaguzi, kwa sababu na sisi pia ni raia wema ndani ya taifa huru. Tunayo sababu ya kusimama kugombea nafasi mbalimbali za kiutawala kupitia vyama mbalimbali katika demokrasia ya nchi yetu. Kila mmoja ana haki kugombea nafasi yoyote anayoona hii inaimudu, na inawezekana si tu kuona kwamba wewe unaimudu, bali watu wanakuona kwamba wewe unaweza ukashika nafasi fulani. Ama tunapoendelea kuishi hali ya juu, huko ni kuishi mambo ya chini, si mambo ya juu. Mambo ya juu ni upendo, na ndio maana upendo ule ndio uliosukuma Bwana wetu Yesu Kristo hata akaangikwa mtini na akapelekwa juu ya mnara ili aweze kutazamwa na wote. Ndio maana daima, pamoja na ukweli kwamba tunakumbushwa na tunatambua ukweli kwamba Kristo amekufa kwa sababu ya dhambi za wanadamu, lakini tunaendelea kukumbushwa ukweli kwamba sio ile misumari inayoendelea kumshikilia Bwana wetu Yesu Kristo pale msalabani. Kinachomshikilia pale ni upendo wake kwa wanadamu, ni upendo wake kwa ulimwengu, sio misumari. Kwa hivyo iwapo tunataka na tunatamani kuishi ufufuo wa Kristo, hatuna budi kuachana na chuki, hatuna budi kuachana na kinyongo, hatuna budi kuachana na wivu, hatuna budi kuachana na kila aina ya kilema kisichoendana na upendo wa Kristo. Badala yake tushuhudie upendo ambapo Kristo ameandikwa msalabani kwa sababu ya upendo wake huo kwa binadamu wetu. Katika somo la Injili tunapata masimulizi yanayotukumbusha juu ya tukio lenyewe la ufufuko. Injili zote nne na waandishi wake wanakiri ukweli kwamba Kristo amefufuka. Inawezekana wanatofautiana katika upana